Waislamu tusimame katika msimamo kama huu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, kama ambavyo mmewasikia vijana wetu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kupata sehemu ya nukta katika kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia. Na mimi nitumie fursa hii kuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kila la kheri, awazidishie ufahamu na afya njema katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kufikisha yale ambayo ametufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia ni kwamba hadhihi mu'jizatun kubra li sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ummata. Miujiza hii ni miujiza mikubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameidhihirisha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na umma wake. Lakini ndani ya miujiza hii huwa ibratan liman kana qalbuhu salimun wa liman kana qalbuhu mutma'innun bil iman. Ni miujiza yenye mazingatio kwa yule ambaye moyo wake umesalimika na umetulia katika imani. Bimaana ya'taqidu ala anna Allah idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun, kwamba kile anachokitaka Mwenyezi Mungu kuwa, basi husema kuwa na chenyewe kikawa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Wa hadha tu'ni, na hii inamaanisha kwamba kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutaka jambo na kuliambia kuwa na linakuwa, fahadhihi mu'jizatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam arada an yakuna faqala lahu kun fakana. Alitaka iwe na ikawa kama anavyotaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك نقول على أن لله سبحانه وتعالى ليس له زمان وليس له مسافة، kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna jambo linaloitwa muda na wala hakuna jambo linaloitwa zamani. Walidhalika kana hadha al-isra'u inda sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma'a al-mi'raj laylatan, ni sehemu ya usiku tu na wala haikuwa usiku mzima, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kanuni zake hakuna zama wala hakuna wakati. Tunafahamiana vizuri? Mimi na wewe ndio tunazama, mimi na wewe ndio tuna wakati, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna zama na wala hakuna nini? Hakuna wakati. Ndio maana kumtoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka katika ardhi ya Makka, katika msikiti wa Makka kwenda Baitul Maqdis, pamoja na kwamba kuna kilomita zaidi ya 400 kwa mwendo wa safari ya gari ambayo inayotembea kwa kasi ya kilomita 100, inachukua muda mrefu sana, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ni kitu kidogo. Lakini tazama kwenda wapi? Al-Mi'raj, kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Mikroskopu ambazo zinazotumika kupitia chombo cha kisayansi ambacho kimeundwa na kampuni ya NASA kwenda huko mbinguni, inatumia masafa maili kwa maili ndefu zaidi na kwa muda mrefu zaidi na kwa miaka. Inachukua miaka kwa kasi ya mwendo wa tochi au mwendo unaozidi sauti ya binadamu. Lakini tazama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ni kufanyaje?
ni mara moja tu, lailatan, sehemu ya usiku mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanuni za maisha yetu, chombo kwa kadiri ambavyo kinavyoongezewa nguvu ndivyo ambavyo kasi yake inazidi zaidi. Ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kupandishwa kwa siku moja, kwa sababu aliyempandisha ndiyo mwenye nguvu zaidi kushinda kila kitu. Maana safari yake itakuwa ni nyepesi zaidi kushinda viumbe wengine. Ndio maana hata usulubu wa Qur'ani uliposema subhanalladhi asra, kwamba ametakasika yule ambaye amejitenga mbali na kila aina ya mapungufu, lakini ni mkamilifu wa kila aina ya ukamilifu. Asra bi'abdi, ndiye amempandisha nani? Amemsafirisha mja wake. Tena al-Isra kutoka wapi? Kutoka Makka kuja wapi? Kuja Baitul Maqdis. Hili inaitwa al-Isra. Kutoka Baitul Maqdis kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Tumefahamiana, hii inaitwa al-Iraj au al-Uruj. Tumefahamiana vizuri. Ta'aruju al-malaikatu war-ruhu fiha. Sisi ndivyo, ta'aruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kwamba alipandishwa sehemu ya usiku, safari ambayo kwa siku moja ya kule ni sawasawa na miaka 50,000 ya hapa. Ta'ruju al-malaika fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Lakini miujiza ambayo iliyopo, kwa nini atoke Makka kuja mpaka Baitul Maqdis? Ndio afanye safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Na ilishindikanaje kutoka Makka kwenda mbinguni moja kwa moja, lakini kaja mpaka wapi? Baitul Maqdis. Ikhwana, fi Baitul Maqdis laha asrar. Katika msikiti wa Baitul Maqdis kuna siri kubwa. Miongoni mwa siri zilizopo kwamba binadamu wote watakutanika wapi baada ya kufufuliwa? Watakutanika wapi? Katika ardhi ya Palestina. Kwa nini wakutanike katika ardhi ya Palestina? Kwa sababu katika ardhi ya Palestina pale ndipo kuna mlango wa kupandia wapi? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake wewe hata ufie wapi, ile roho yako ili iende kwa Mwenyezi Mungu lazima iende katika mlango aliopandia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrar min asrari al-Palestin. Kwa hiyo hii kaitwa al-Isra na hiyo ikawa nini? Al-Uruj. Ta'aruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Na pale ndipo ambapo alipokuwa anashukia Sayyiduna Jibril alayhi salatu wasalam, alipotaka kwenda kupeleka wahi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha al-ikhwa, zinaona fi awal marra, kama tulivyozungumza katika kipindi cha kwanza, kwamba safari hii ya Bwana Mtume Muhammad tataallaqu bima yusamma al-mashakil allati tuwajihu al-mujtama' al-islam, inahusikana na matatizo ambayo yanayokumba jamii ya Kiislamu, lakini pia jamii zote duniani katika wakati ambao tulionao, na hasa katika kipindi hiki ndani ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matatizo yote ambayo yatakayokumba umma wake, lakini kuonyeshwa kwa matatizo haya ilikuwa ni sehemu ya kumpa taswira na picha kamili ya njia atakazotumia kuyaondoa matatizo haya, lakini pia kuwalingania jamii. Katika matatizo ambayo alionyeshwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yale yaliyotajwa katika akbarul kabair, madhambi ambayo ni yenye kuangamiza, yale madhambi makubwa. Madhambi gani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Adhambu al-awwal, dhambi ya kwanza, huwa al-ishraku billahi subhanahu wa ta'ala, ni kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu maana yake ni kumtegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kumwelekea asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kumuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-ishraku billah, Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Mwenyezi Mungu hatomsamehe yule yeyote ambaye anayemshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini atamsamehe madhambi anayefanya yule ambaye atakayefanya madhambi mengine tofauti na dhambi ya nini? Na dhambi ya shirki. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunazungumza kisa hichi ikiwa nafsi zetu leo Waislamu wanamwamini asiyekuwa nani? Asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hasa pale ambapo wanapopata matatizo yao, wanaona kwamba hakuna wa kumwelekea isipokuwa ni kwenda katika wale ambao wanafanya mambo yao tofauti na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-ishraku billah ni kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tazama, kabla Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipitia matatizo gani? Jaat amul husni, ulikuja mwaka wa huzuni wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amefariki baba yake mdogo Bwana Mtume Muhammad, baba yake ambaye alikuwa anamlea, baba yake ambaye alikuwa anamwambia kusafiri wote twende tukafanye biashara. Idh huwa fi 12 min umri, wakati Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na umri wa miaka 12, bado mdogo, anafundishwa kanuni za maisha, kwa sababu siri ya maisha na mafanikio hayahitaji huruma kwa mtoto. Anamwambia twende ukafanya biashara, kwa sababu leo nipo na kesho sitokuwepo. Lakini huyu baba yake mdogo, kana tuhamihi, alikuwa anamuhami anil adawa, kutokana na uadui aliyokuwa anafanyiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi harakati da'wati, katika harakati za da'wa yake. Alikuwa anamuhami na uadui wa nje. Anakuja anafariki Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini kabla hajakulia fi nafsi shahri wa fi nafsi sana, mwaka huo na kwa mwezi huo anafariki Sayyidatu Khadija, mke wake Bi Khadija, ambaye alikuwa analala naye katika kitanda kimoja, ambaye amemzaliwa watoto wengi kushinda mwanamke yoyote yule wa Bwana Mtume Muhammad, ambaye alikuwa anamuhami Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anamuhami Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwanzo wa da'wa yake kwa kupitia mali zake, lakini akirejea akawa yeye ndiyo kitulizo cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anakuja anafariki, utakuwa na huzuni ya namna gani? Utakuwa na maumivu ya namna gani? Utakuwa umechanganyikiwa kwa kiasi gani? Lakini tazama, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam yaltafiti ila ahadin, hakuweza kumgeukia yoyote, illa altafata ila Allah subhanahu wa ta'ala, alimgeukia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anaamini kwamba hakuna jambo linalotokea isipokuwa litakuwa limeamuliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tazama, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bini'matihi wa rahmatihi li'abdihi, rehema zake na neema zake kwa mja wake, akamwambia njoo kwangu huku, kwa sababu matatizo haya yawezekana yakakutoa katika reli na ukawa hauamini kwamba mimi nipo na mimi nimewaandalieni makubwa zaidi. Ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamchukua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka hapa kwenda katika ulimwengu mwingine, ili kwenda kuona zile dalailu
wujudi llahi subhanahu wa ta'ala, dalili na aya za uwepo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tazama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idh huwa fi tariqi ma'a sayyiduna Jibril, alipokuwa njiani na sayyiduna Jibril alayhi salatu wassalam, alionyeshwa wale ambao watakuwa katika umma wake kazi yao ni kula riba pamoja na adhabu zao. Lakini pia akaonyeshwa wale ambao kazi yao watakuwa ni kuwadhulumu watoto yatima ambao baba zao wamefariki wakiwa ni wadogo, lakini pia ndugu wakasimamia mali na baadaye wakaanza kuzitumia mali hizo katika njia ambayo haimridhi Mwenyezi Mungu wala haimridhi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati yuko njiani akaja akaonyeshwa juu ya wanawake ambao kazi yao ni kuwapachikia watoto waume zao wa halali, watoto ambao wanaopatikana nje ya ndoa zao, wanawachanganya na kuwaonyesha kwamba hawa ni watoto wenu. Alaysa hadha mashakilu min mashakili allati tuwajihu almujtama al'an? Hivi haya sio matatizo ambayo yanayoukumba umma wetu katika jamii yetu kwa hivi sasa? Haya tayari yalikwishaonyeshwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tazama miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na njia aliyofundishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lau tamassakna bihadhihi tariqa makanshi ayi almashakil allati tuwajihu ummatul islamiyya al'an. Hakuna matatizo yoyote lau tutashikamana na njia hiyo, hakuna matatizo yoyote yataukumba umma huu. Hakuna shida yoyote wala tabu yoyote ambayo itaukumba umma huu. Fama hiya al-ilaj hiya ibadatu as-salah, hiya ibadatu hiya ibadatu as-salah. Walidhalika qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tamam kida, tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala kazi yake inakataza nini? Inakataza mambo machafu. Fashirki huwa alfahisha. Ushirikina ni nini? Alladhina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lama. Tamam kida? Shirki ni uchafu. Wa zina huwa al-fahisha. Zina ni nini? Zina ni uchafu. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala msikurubie zina, hakika zina ni njia mbaya na ni uchafu. Tumefahamiana vizuri? Walakin al-liwat alladhi intasharat fi hadhihi al-umma wa hiya tu'tabar min al-fawahish. Kuendeana kinyume na maumbile, kufanyiana vitendo vya ukatili wa kijinsia, na yenyewe ni nini? Ni uchafu. Ataatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Sayyidina Lut anawaambia watu wake kwamba inakuwaje ninyi mnawaacha wanawake, mnaacha kwenda kukidhi haja zenu kwa wanawake, halafu mnakwenda kutenda uchafu na kuendeana kinyume cha maumbile, wanamume kwa wanamume. Dhambi ambayo na uchafu ambao hakuna ambaye aliyepita kabla yenu akaufanya uchafu huo. Kwa hiyo sala imekuja ilajun li jami'i al-mashakil, ilajun li jami'i al-mashakil. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.